zilikuwa zinamea mpaka zinafunika macho. Mtu ameishi miaka 200, 300. Kuna Dania anafanana aje? Haleluya. So alikuwa anatumia harufu na alikuwa anatumia mkono kupapasa papasa. Biblia inasema ya kwamba Esau alikuwa na mwili ambao umejawa manyoya. Lakini Yakobo alikuwa na mwili ambao ulikuwa mnyororo kama wa mtoto mdogo. Lakini hiyo siku mama ya Yakobo alimbalisha ngozi ya kondoo, akamwambia wewe enda. Akishikashika hii ngozi atajua ni mtoto wake. Haleluya. Nenda mapema mpelekee. Yakobo akaandaa chakula, akapelekea mzee, akaambia mzee, inuka ukule, roho yako inibariki. Mzee akasikia sauti ni ya Yakobo, lakini akamshikashika, akasikia hii mwili ni ya Esau, lakini sauti ni ya Yakobo. Akasema aisuru, acha nikule. Wakati alipokuwa nakula, akasikia hiyo chakula ni tamu, hiyo chakula ni fresh. Kuna Mungu anataka utoe vitu fresh. Kuna Mungu anataka umuletee vitu ambazo zinampendeza, vitu ambazo ni mzuri. Wakati anaziona, anashuka kukubariki. Haleluya. Mzee akakula. Biblia inasema wakati mzee alimaliza kukula, akaambia huyo kijana, yeye anadhania ni Esau, akaambia huyo kijana, songea karibu sasa, nimemaliza kukula, nataka nikakubariki. Akasema, kijana yangu, ubarikiwe, ubarikiwe kwa wadogo na wakubwa, ubarikiwe kila mahali utaenda, ubarikiwe chochote utashika, mahali popote utafika, baraka hizi zitatembea na wewe. Akambariki, akamhaga, akampea kiss, akamwambia nimekubariki. Yes. Na unajua mkono, wakati mkono inashika mtu hivi kumbariki, hata kama nita confuse nianze kusema wewe wanyama ubarikiwe, na nimeshika pengine wafula, baraka itaenda penye nimeshika. Haleluya. Baraka inaenda penye nimeshika. Sasa yeye alikuwa anasema Esau barikiwe, lakini ameshika nani? Ameshika Yakobo. Kwa hivyo Yakobo akabarikiwa. Wakati mzee ameshamaliza kutoa baraka zote, sasa mzee ametulia, amengojea kukufa. Anasikia mtu anamsumbua. Mzee, ni mimi nimekuja. Anashangaa, nani anakuja leo? Wewe unakuja, umetoka wapi? Nani wewe? Ati mimi ni Esau. Mzee, Biblia inasema alitetemeka, akasema, umechelewa. Leo kuna watu ambao Mungu anawaambia mumechelewa kuingia, mumechelewa kubarikiwa, mumechelewa kuzoa baraka za asubuhi. Mzee akamwambia umechelewa. Wakati mzee alisimama, akajua amebariki the wrong person, akaambia huyu kijana ya kwamba hakuna baraka nimebaki nayo. Esau akalilia baba yake, akamwambia tafadhali nibariki hata na baraka moja. Akamwambia wewe, nimebaki na laana, toka hapa wewe. Kuna watu mtalaaniwa kwa sababu ya kuchelewa. Akamwambia sasa zimebaki ni laana. Wewe ulienda wapi? Kwa nini ulichelewa? Ndugu yako alikuja mapema. Sina baraka yenye imebaki, nimetoa zote. Na akamwambia vile nimembariki, shwari atabarikiwa. Wewe utakuwa mtumishi wake, wewe utakuwa mjakazi wake. Haleluya. Roho ya kuchelewa inafanya utapoteza hiyo opportunity. Roho ya kuchelewa itakurudisha nyuma. Kitu ambayo ilikuwa yako, mwingine ataenda nayo kwa sababu ya kuchelewa yako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haijalishi hiyo kazi walikuwa wamekuwekea, lakini ukichelewa itaenda na mwingine. Haijalishi hiyo shamba walikuwa wamekuwekea, ukichelewa itaenda na mwingine. Kuna baraka ambazo watu wanaingia nazo asubuhi katika nyumba ya Mungu. Wakati wanaingia, wanaanza kuzoa baraka. Kuna mtu mwingine hapo sitawasomea. Hapo Yohana mstari wa 5. Kuna huyu jamaa kwa kitabu cha Yohana 5 kuanzia penyewe ukisoma.
Huyu jamaa alikuwa amekaa katika birika la uponyaji, birika ambalo kila wakati malaika wa Bwana akishuka, anapolitia moto, wa kwanza kuingia ndani anapona. Kuna watu ambao Mungu ameweka viwango katika nyumba hii, ya kwamba every time unakuwa wa kwanza kuingia kwa ibada, kuna bonga points zinaongezeka katika maisha yako. Kuna viwango ambazo Mungu ameweka katika hekalu ile. Yeyote anakuwa wa kwanza kuingia katika roho na kweli, anajisolea baraka. Leo nimekuja kuambia mtu ya kwamba hiyo roho ya kuchelewa itakufanya uchelewe kuingia mbinguni. Hiyo roho ya kuchelewa itakufanya uchelewe kupata baraka zako. Hiyo roho ya kuchelewa itakufanya utembee maisha ya kuhangaika. Hiyo roho ya kuchelewa itakufanya uishi maisha ambayo yamelaaniwa. Huyu Yakobo alimtangulia akapata baraka za wenyewe. Wewe mama, wacha kuchelewa, wacha kuchelewa hata kupikia mume wako. Mumechelewa mpaka mume anakula saa 3:30. Shetani ashindwe. Mumechelewa mpaka watoto walitangulia wakalala tu kuanza usingizi raundi 1. Ndio wewe unatoka huko nyuma sasa, unapika, unaanza kusumbuana kuamsha watoto wenye walikuwa wanaona maono ya Mungu. Mungu alikuwa anawatembelea kwa usingizi, wewe umekuja kuwasumbua kwa sababu ya kuchelewa. Haleluya. Roho ya kuchelewa itakuongezea umaskini. Roho ya kuchelewa itafanya maisha yako yakuwe magumu. Kuna vitu ambazo tunasema hapa kanisani, lakini watu hawatilii mkazo. Watu wameendelea kukande kwa sababu ya time. Soma Mariko 16 kuanzia penyewe. Kuna watu wengine pia walichelewa. Nilisema usikue post ya stima. Mariko 16 kuanzia penyewe. Nani umefika hapo? Nani amefika hapo? Mark chapter number 16. Hata sabato ilipokwisha kufika, Mariamu Magdalini na Mariamu mamaye. Sikia sasa hawa wa mama, nataka usikie vizuri. Siku ya sabato ilipofika, Mariamu Magdalini na Mariamu mama ya Yakobo na Salome walinunua manukato wapate kwenda kumpaka Yesu. Hata alfajiri mapema. Imagine, usikia hapo. Hata alfajiri mapema. Siku ya kwanza ya juma. Wakaenda kaburini. Jua lilipoanza kuchomoza. Wakasemezana wao kwa wao. Ni nani? Yes. Atakaye tuvingirishia lile jiwe mlangoni pa kaburi. Yes. Hata walipotazama waliona ya kuwa lile jiwe limekwisha kuvingirishwa. Yes. Nalo lilikuwa kubwa mno. Wakaingia kaburini, wakaona kijana ameketi upande wa kuume. Yes. Amevaa vazi jeupe. Yes. Wakastaajabu. Naye akawaambia, msistaajabu. Mnamtafuta Yesu Mnazareti, aliyesulubiwa. Amefufuka. Hayuko hapa. Watazameni mahali walipo. Wachia hapo baba. Neno la Mungu nasema waliamuka alfajiri na mapema, jua lilipokuwa limeanza kuchomoza. Jua inaanza kuchomoza saa ngapi? Jua inaanza kuchomoza saa ngapi? Saa 1. Hao nasema saa 1. Ile saa 2. Jua inaanza kutoka saa ngapi? Inaenda na wenda. Hapa kuna wanasayansi aina mbalimbali. Sasa tuseme generally. Jua inaweza anza kuchomoza saa ngapi?
saa 12, si ndio? Biblia imesema hawa waliamka mapema. Kuna uwezekano uliamka mapema lakini umechelewa. Kuna uwezekano katika maisha yako wewe unadhania ulikuwa mapema lakini kumbe umechelewa. Hawa waliamka mapema, wakaenda kaburini pahali Yesu alizikwa. Wakiwa njiani wakasema, huyu Yesu amewekwa katika kaburi, na juu ya hiyo kaburi kuliwekwa jiwe juu. Nani atatutolea hiyo mawe ndio tuingie ndani tumpake mafuta? Biblia inasema ya kwamba walipofika katika kaburi wakapata jiwe limekwisha vingirishwa, wakapata kuna kijana malaika ndani amekaa katika sehemu moja. Akawaambia, mmechelewa, mnayemtafuta amekwisha kufuka, amekwisha enda. Mnamtafuta aliye hai katika ulimwengu wa wafu. Kuna watu wanatafuta walio hai katika ulimwengu wa wafu. Umechelewa, alishaamka. Wacha kuchelewa. Kuchelewa itakufanya ukose baraka zako. Kuchelewa itakufanya umiss your blessing. Ni wakati wa wewe kuamka kuliko kawaida, kuanza kumtumikia Mungu kwa njia isiyo ya kawaida. Hiyo ambayo umefanya kwako ni mapema, lakini kwa Mungu umechelewa. Kama nakupigia kelele, inua mkono, sema haleluya. Mnapata hii mambo? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo mambo unafanya kwa kazi ya Mungu umechelewa. Leo Bwana ameniambia nikuje nikwambie, hiyo mipango unapanga ati siku utabarikiwa utatoa, na kuambia unachelewa. Kuna mtu anakutangulia, kuna mtu anaruka mbele yako, kuna mtu anatoka Noya. Kuna watu Mungu anaanza kuwainua, wanaanza kusimama na kazi ya Bwana, wanaanza kusimama na kazi ya Bwana. Kuna mtu, wacha niwaambie sasa vile mmechelewa. Kuna mtu mimi nilienda kumzungumzia kuhusu kufanya kazi ya Mungu, na akaniambia, Pastor, sasa kwa sababu ni kazi ya Mungu mimi ninaenda kutoa misumari. Nikakumbuka bado misumari hakuna kanisani. Jana tumekutana, akaniambia kwamba already nimepata nusu, nimebakisha kidogo ninaleta. Wewe mwenye ulisema unaleta misumari, kuna mtu anachukua baraka zako, anaenda na hiyo baraka yako, anaenda na hiyo baraka yako. Amuka kwa usingizi, anza kusanya baraka zako mapema, otherwise unapochelewa. Kuna mtu Mungu anamwamuru, kuna mtu anatoka mbali anakutangulia. Huenda umwonangi kanisani, lakini matendo yake yanakutangulia hapa, yanafanya vitu tofauti, anasanya baraka zako. Nimekufika, nimekufikia, nimetumwa nikufikie, nimetumwa nikufikie. Wewe ambaye unazubazuba, unasema ya kwamba hii ya leo acha nikule, nitapata next week ndo nipeane. Kuna mtu ameamka anaruka kwa baraka zako. Hata wewe ukileta utakuwa kama Esau, utaambiwa kilichobaki ni laana. Toka baraka, umechelewa. Haleluya, haleluya. Kumbe kumtumikia Mungu ukichelewa inageuka inakuwa laana kwa maisha yako. Hii kumtolea Bwana ukichelewa inageuka inakuwa baria ya laana mbele zako. Unafanyika mtumwa wa mbarikiwa. Ni mlevi, yes, lakini anajua neno la Mungu, anajua kukuza Mungu na sadaka yake. Wewe utabaki na maombi yako hapo tupu. Mungu nibariki, Mungu nibariki. Siku hiyo ya mwisho itafika. Baba anakuambia toka hapo, kilichobaki ni laana. Wewe, kuna mtu alikutangulia, kuna mtu anafanya matendo. Matendo ni mzuri kuliko maneno. Haleluya, haleluya, haleluya.
Afadhali mlevi anajua yeye ni mlevi, na akilewa anaambianga Mungu unisamehe, na anafuatisha sadaka inaenda, anafuatisha jenga hapo kanisa, anafuatisha kitu kinafanyika. Lakini wewe mwenye unajijua ni Mkristo, ulisahau kujua ya kwamba hii roho yako ya kuchelewa inakurudisha nyuma, inafanya mahali ambapo ungefika na wiki mbili unaenda kufika na miaka mbili. Leo nimekufikia, amuka kwa hiyo usingizi, wacha kuchelewa, wacha kuchelewa, wacha kuchelewa, utatulaumu. Wacha kuchelewa, utasema umerogwa. Wacha kuchelewa, utasema umeonewa. Amuka, tumikia Mungu mapema. Hiyo mapema huwa unaamuka, utafika umechelewa. Nasikia watu wameona ni kama ninawasumbua. Niachie hapo. Kata hiyo simu, niachie hapo.